تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار. Sifa kamilifu zinamstahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola ambaye hana mshirika kunako uumbaji wake, Mola ambaye anayejitakasa peke yake kwamba hakuzaa hakuzaliwa wala hafanani na chochote. Ziada na rehma na amani ziwe juu lake mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yeye na sahabaze na alize na watu wote ambao watakuwa ni Waislamu watakaishikamana na mafunzo yake hadi siku ya malipo mazuri. Tunamuomba Rabbul Izzati wal Jalali atuweke katika kundi ambalo limeshikamana na mafunzo na mwenendo aliyokuja na kauacha bwana mtume Muhammad. Ndugu zangu katika imani, naihusia nafsi yangu bila kuisahau nafsi yako kumcha na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyosema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Tuliwahusia wa kabla yenu Mayahudi na Manaswara na wale waliopewa kitabu kumcha na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi na nyie ambao umepatikana kwenye umma wa mwisho, umma wa mtume Muhammad, tumche na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ndio wasia aliyotuhusia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kuna nini kunako Ijumaa tukufu ya siku ya leo? Au tuishi na mafunzo gani kunako Ijumaa tukufu ya siku ya leo? Na kupeni faida ya mambo mawili mwanadamu aweze kuichukua kama mtihani wa kila siku ndani ya maisha yake aufanye, kwamba ni lazima uweze unaishi nayo mambo mawili. Huenda kunako rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo haya mawili akakwenda kukuokoa na kukuwekea salama kunako mizani hiyo siku ya Kiyama, na pepo ikawa ndio mlango wa kwanza utakaoingia siku hiyo ya Kiyama. Tunamwomba Allah atujalie mambo haya mawili tuweze kuyasikia, licha ya kuyasikiliza twende tukayaweke ndani ya vitendo vyetu, yataimarisha imani zetu na Uislamu wetu, na tutakaa vizuri na mahusiano yetu na Mola wetu. Jambo la kwanza ndugu zangu katika imani ni jambo ambalo nimeona ni nukta ya kwanza, ni asadaka. Kwa nini watu tumekaa mbali na kuitoa sadaka? Na kwa nini watu tumekaa mbali na kuipupia sadaka? Na kwa nini watu tumekaa mbali na kuiona sadaka kwamba ni kitu ambacho ukitoa paka pale ambapo utakuwa na matatizo? Sadaka, Waislamu, na laana na sadaka. Sadaka ambapo sehemu nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuamrisha wewe ibada ya sala,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuamrisha wewe ibada ya kukurubisha wewe kwake, hakuisahau sadaka. Hakuisahau sadaka. Kila ibada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliitaja kwamba ni sala ndani ya Qur'ani, aliambatanisha na sadaka. Kuna hikma gani? Na sadaka utakuja kuona kwamba ina hikma, kwamba ni kitu ambacho utachokitoa angalau umbembeleze Mwenyezi Mungu, unakisukuma kwa Mwenyezi Mungu ili umbembeleze Allah aweze kukubali matendo yako, au aweze kukubali yale ambayo unayoyatoa. Sadaka, Waislamu, leo sadaka kunako jamii ya Kiislamu imeonekana kwamba ni kitu ambacho hakipo tena kunako maisha ya Waislamu. Sadaka, Waislamu, ukija kwenye misikiti yetu ili uipate sadaka kunako waumini, mpaka utoe mawaidha ya vifo, wakumbushe mengi sana, ndio Waislamu watakwenda kuzinduka na sadaka. Mwenyezi Mungu anawasifu waja wake ambao utakuja kuwaona hawa waja ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowasifu. Utakuja kuona wale watu ambao wanayoitoa sadaka. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innal muslimina wal muslimat, hakika Waislamu wa kiume na Waislamu wa jinsia ya kike, wal mu'minina wal mu'minati, na waumini wa kiume na waumini wa kike. Mwenyezi Mungu anasema wal qanitina wal qanitati, na watiifu wa kiume na watiifu wa kike. Mwenyezi Mungu aliendelea akasema waswadiqina waswadiqati, na wasemao kweli kunako jinsia ya kiume na wasemao kweli kunako jinsia ya kike. Allah tabaraka wa taala akaendelea akasema waswabirina waswabirati, na wale ambao wanaosubiri kunako jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Allah akaendelea akasema wal khashiina wal khashiyati, na wanyenyekevu wa kiume na wanyenyekevu ambao ni wa kike. Mwenyezi Mungu akamaliza idadi ya mwisho kunako hii aya akasema wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, na wanaotoa sadaka Waislamu wa kiume na Waislamu wa kike. Allah aliwasifu, ndugu zangu katika imani. Allah aliwapa daraja wale ambao wanaotoa sadaka. Allah aliwasifu ndani ya Qur'ani wale ambao wanaitoa sadaka, kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo ndugu zangu katika imani, kutoa inakuwa kwamba kama ni kitu ambacho paka umng'ang'anize Muislamu. Na katika kutoa hautoi kwa ajili ya mtu fulani, hautoi kwa ajili ya msikiti, bali unatoa kunako mali yako, kunako nafsi yako. Unaiandaa nafsi yako kama Mwenyezi Mungu alivyosema. Anasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, enyi mliamini mokopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walitanzuru nafsu ma qaddamat lighad, enyi waja wa Allah tabaraka wa Ta'ala, ziandeeni nafsi zenu kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo ukitoa sadaka unakuwa umeiandaa nafsi yako kwa ajili ya kesho. Kesho ipi waja wa Allah tabaraka wa Ta'ala? Kipindi kile utakuwa hauna uwezo wa kutoa. Kesho ipi waja wa Allah tabaraka wa Ta'ala? Kipindi kile utakuwa ndani ya shimo ya makaburi, unasubiri kiyama kisimamo. Andaa maisha yako ya kesho kunako akhera yako. Kesho nikikaa hivi, kesho mimi niko kijana miaka 20, kesho mbele ya Mwenyezi Mungu nitakuwa vipi? Nitakuwa na hali gani? Kwa hiyo Allah akakuhamasisheni mtoe sadaka. Toeni sadaka kwa ajili ya kesho. Toeni sadaka kwa ajili ya kuandaa mazingira yenu yako wewe na Mola wako. Ndugu zangu katika imani, haya ni yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuonesha umuhimu wa kuitoa sadaka, umuhimu wa kuitanguliza heri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuone Mtume sallallahu alayhi wasallam analisema eko vipi hili jambo, kwa kuwa ndani ya Uislamu, ndugu zangu katika imani, Uislamu unakwenda maneno ya Allah na maneno ya Mtume. Wanachooni wanakuja kutusaidia ufahamu mzuri kunako kuyafahamu maneno ya Mtume na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hata shekhe wako ni shekhe mzuri pale ambapo atakakupeleka sambamba ya mambo mawili, Qur'ani na Sunna. Akupeleke jinsi Mwenyezi Mungu alivyotaka na akupeleke jinsi Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotaka. Ndiyo shekhe ambaye wewe unastahili kukaa na ukamsikiliza na ukamtii. Yule ambaye anakwenda sambamba na kitabu cha Mwenyezi Mungu na anakwenda sambamba
na suna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ana Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hawa ni katika wanafunzi ambao walikaa na mtume, ni katika wale ambao wameishi na mtume, ni katika wale ambao wamechangia chakula labda na mtume, wameishi na mtume kunako maisha mazima. Sasa hawa ndio wanatuonesha maisha ya mtume alikuwa vipi, au mtume aliishi vipi, au mtume aliishi na jamii yake vipi. Kwa hiyo anasema anna nabii sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ndugu zangu katika imani, ma min yawmin yusbihu liabdu fihi illa ma min yawmin yusbihu liabdu fihi illa malakani. Haipambazuki siku kunako mwanadamu wa Kiislamu, wala haiji siku kunako mwanadamu wa Islamu isipokuwa amewadiriki malaika. Hauwezi ukawaona, lakini isipokuwa siku yako itawadiriki malaika wawili. Subhanallah, siku yako haiendi kwa Mwenyezi Mungu, wala haikwishi ile siku yako, isipokuwa ile siku imekushuhudisha malaika wawili. Malaika wana kazi gani ndugu zangu Waislamu? Wanakuombea dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hao malaika wanakuja kukuombea wewe dua. Umoja anakuombea dua ya kheri. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie baraka hizi. Tukutana malaika ambaye anatuombea dua ya kheri, lakini mwingine anakuombea dua ya hasara, yani dua ya kukuangamiza wewe. Ni dua gani ndugu zangu Waislamu? Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, yanzilani, yani wanakuombea dua. Fayaqulu ahaduhuma, anasema mmoja wapo waja wa Allah tabaraka wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Anakuombea dua, anasema ewe Allah, Allah ambaye utakayelipa pepo, ewe Allah ambaye utakayemiliki moto na watu wa motoni, na kuomba jambo hili ni moja. Huyu ni malaika wa kwanza anayekuombea kheri. Mlipe kheri na umzidishie kila yule ambaye anayetoa. Huyu ni malaika wa kwanza anakuombea wewe ambaye unayeitoa. Na hapa sio misimo, maana Waislamu wa leo tuna ile kasombo, tunakwenda na misimo. Ni kweli kwenda na misimo, wema waliotutangulia walikwenda na misimo kuzidisha. Bimaana ikiwa kwamba kuanzia Monday mpaka Sunday alikuwa anatoa moja. Kwa hiyo msimu wa Ramadhani unapofika, yeye anapigana angalie kisa tazidisha atoe mbili. Lakini majority ya maisha yake alikuwa anatoa moja. Kwa hiyo ule msimu unapokuja, unakuja ni kwenda kufanya nini? Kwenda kuzidisha. Kwa hiyo leo sio Waislamu tumefahamu kinyume kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kuswali, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kutoa. La, ni mwezi wa kuzidisha, au ni mwezi wa kuandaa mazuri zaidi. Bimaana ikiwa kama wewe ulikuwa unaswali faradhi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, shindikiza na suna nyingi sana. Tizama kitu gani utachokifanya cha ziada. Hiyo ndivyo walivyokuwa wema waliotutangulia. Walikuwa na misimo, naam ni kweli, lakini misimo ile ilikuwa ni misimo ya kuzidisha, misimo ya kuzidisha kheri zaidi. Malaika wa kwanza anakuombea kheri zaidi. Bimaana ikiwa kwamba umetoa randi 10 yako kwa kila siku, basi ujue malaika huyu anakuombea, Rabbi mzidishie zaidi ya kile alichokitoa. Na mbele ya Allah tabaraka wa taala dua hii inakuwa ni makubul, inakuwa ni ya kukubaliwa. Maana yake mbele ya Mwenyezi Mungu, ikiwa umetoa randi 10, Allah atakupatia 20. Hapana, Allah atakupatia 20. Bimaana atakupatia zaidi ya ile randi 10, atakuzidishia ujira zaidi ya ile randi 10 yako. Ndio maana yake haya maneno wajo Allah tabaraka wa taala. Wa yaqulu al-akharu, anasema wa pili, au anakuombea dua malaika wa pili akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allahumma a'ti mumsika talafan, anamuombea mwanadamu au anamuombea huyu Muislamu dua, ya Allah, na kuomba yeye Mwenyezi Mungu kuzuia, yani mwenye kuizuia sadaka yake
au mwenye kuizuia hiyo kheri ya sadaka, ewe Allah mjalie hasara, mjalie hasara. Unaweza ukashtuka, vipi malaika niombee shari? Unaweza ukashtuka. Naam, katika shari anayoiomba huyu, anakuombea wewe Allah akujalie mtihani kunako ile hela. Kwa hiyo hela ambayo wewe haina kheri ya wewe mwenyewe, haina kheri ya kukutanguliza wewe kwenye kheri hiyo, sio, haina faida na wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallama akawa ametupatia mfano wa hawa malaika wawili wanayokufanya nini, wanayokuombea wewe kama mwanadamu kunako kheri, na wengine na kuombea kunako shari. Ndugu zangu, tujihimize kutoa vile ambavyo vyote ambavyo tunavyo, tujue tutaviacha. Kumbe vilivyo bora ni vile ambavyo sisi tutatanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vilivyo bora ni vile ambavyo tutakavyofanya nini, tutakavyovipeleka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha mata ibna adam, atakapofariki mwanadamu, atakapoyafunga macho watu wakaanza kuposti kwenye mitandao, ndio fashion ya leo. Mtu amefariki sekonda tu fupi, mitandao yote imeshamjua. Mtu labda alikuwa ajipigiaji picha, lakini watajaribu kisha tutafuta picha yako. Hizi picha ambazo tunazopiga, ndugu zangu Waislamu, ndio zile ambazo zitakuja kutufanyizia publicity, matangazo wakati wa kufa kwetu. Fulani amefariki, fulani miaka 10 au muone fulani miaka 20 au mfahamu fulani, lakini kinachokuja kujulisha ni picha yake siku atakayofariki. Mtume anasema atakapofariki mwanadamu, kulu bani adama, awe atakavyokuwa, awe shekhi wa msikiti, awe rais wa nchi, awe askari wa nchi, awe atakavyokuwa, inqata amaluhu illa min thalatha, mambo yake yote mwanadamu atakapofishwa, mambo yake yote husimamishwa, hukata. Kila mwanadamu hufariki, na lakini anapofariki mambo yake yote yanasimama. Tizama ya maneno na utukufu haya maneno. Mambo yanasimama vipi? Waja Allah tabaraka wa taala alikuwa na kazi zake zinasimama. Ni kweli alikuwa labda ni kiongozi wa msikiti, ibada zitaendelea, yeye mambo yake yanasimama. Alikuwa labda ni rais, watatafuta wengine rais, lakini nchi itaendelea, yameondoka. Kwa hiyo inqata amaluhu illa min thalath, mambo yake yote yatasimama, business zake zote zitasimama, isipokuwa mambo matatu. Sasa yasikilize, alafu iulize nafsi yako au ijadili nafsi yako, je, haya mambo matatu mimi nayafikiria vipi? Nimesha yaandaa? Utakuja kujikuta kwamba wengi wetu au na sisi tutakapofariki tutakufa tuko mikono mitupu. Inaumiza, inauma mwanadamu unapofariki, alafu miaka yote uliishi duniani haukuwahi kuandaa future yako. Future ambayo tunayoandaa ni future ili tuonekane tumejenga, si vibaya wala si haramu, lakini kuna ingine future ambayo unapaswa kuifikiri wewe kama Muislamu. Wewe kama Muislamu ifikiri kesho, yafikirie. Sasa Mtume akasema mambo matatu ndio tabaki na wewe. Tutakapoenda kukuzika au watakaonipeleka mimi kunizika kule katika mashimo ya makaburi, sitokwenda na gari, sitokwenda na mke, sitokwenda na watoto wangu, sitokwenda na cheo changu, vyote hivi. Hamjaona yule ambaye aliondoka na nini zaidi ya pamba na sanda? Alikuwa ni mtu mkubwa sana, lakini kunako kusafiri kwake kwenda akhera aliondoka na sanda ambayo haina thamani hata ya randi 500. Lakini huyu bwana huyu alikuwa anatembeza zaidi ya randi 30,000. Gari yake ilikuwa ni zaidi ya thamani ya randi 30, lakini kufa kwake anaondoka na yani hata randi 500 haifiki kile kitambaa tu anachokuvika. Kwa Mtume anakukumbusha kwamba yote yatasimama, lakini mambo matatu yatabaki Bennett na wewe. Yatabaki na wewe, yatakuombea maghfira, yatakusaidia kunako maisha yako ya ndani ya kaburi, maisha ambayo itakuwa kaburi linanadi, ya ibna Adam, ewe mwanadamu, tambua kwamba mimi ana baitu wahda, mimi ni nyumba ya mtu pekee.
Ukiingia mle ndani, sijua hakuna cha mtoto, hakuna cha wife, hakuna cha husband, hakuna cha wife material, hakuna cha nini wala nini. Mle ni wewe peke yako na hali yako. Sasa Mtume anakukumbusha kwamba mambo matatu yatakaa na wewe au yatakusaidia baada ya wewe kuondoka. Ndugu zangu Waislamu, tuzinduke. Zindua akili yako na imani yako. Jambo la kwanza, Mtume anasema asadaqatul jariya, sadaka. Sawa na khutba yetu. Sadaka, asadaqatul jariya, wewe ni vitabu vya Qur'ani ulipelekaga shuleni, watu wakasoma. Ukaenda sehemu fulani wana shida ya maji. Bana shekhe, nipatie hesabu ya maji, nataka kuwawekeni maji hapa, tenki ya maji. Sadaka itakayodumu. Bana mnajenga msikiti, acha niuje niweke hata karo yangu moja au taa langu limoja au tafari langu limoja, nitaenda linazalisha miaka paka labda ule msikiti wako utaangukaga, au labda paka siku ya kiyama, kitu ambacho kinachodumu. Sasa jiulize wewe hapo katika nafsi yako, ulishagafanya nini kunako Uislamu mpaka leo kitu ambacho kinadumu? Walioishi katika hizo nchi zetu ziliwataliwa na Wafaransa wanasema souvenir, kumbukumbu yako kunako kheri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uko na kumbukumbu gani ya kudumu? Kile ambacho kikizama, niliwekaga mchango wangu pale, nilifanyaga hivi. Na Uislamu mpaka uitwe Uislamu ni kwa sababu athari za maswahaba walielewa hivyo, walienda wanatengeneza mpaka leo. We babu yako na babu wa babu yako akasilimu, mpaka leo umejikuta umezaliwa, wazazi wako wazee wako wote ni Waislamu. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba baada ya sadaqatul jariya, akasema ilmu yuntafa'u bihi, au elimu ambayo itakayemnufaisha mtu. Elimu, ulimfunza mtu gani elimu? Iwe ya dini au ya kizungu ambayo itaweza ikamnufaisha asikufuru. Ukamfunza mtu hata mekanike, basi mekanike, hii mekanike akiifanya huyu mtu hatotoka hata kwenye Uislamu, atabaki kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu, ikamlishiliza yeye, ikamlishiliza na familia yake. Elimu ya manufaa, elimu ambayo itamuendeleza mtu kunako uzuri. Kheri zaidi, ulimfunza mtu kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ni kweli wewe hauko mzazi ambaye uliyesoma, lakini ukamsapoti mtoto wako kunako njia ya kheri. Nenda ukasome dini, nenda ukaihifadhi dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii elimu ndio ilikusudia. Bana shekhe, nipe idadi ya watoto 5. Nataka kila watoto mimi nitachukua gharama ya transport yao, lakini tu wasishindagi madarasa. Tunadhani pepo ni ya mchezo? Pepo tutaipata hivi hivi, utalala unaamka unajua pepo ni ya mjomba wako? La, pepo hii pako unasikia maswahaba walibashiriwa pepo, walifanya kazi, waliacha athari. Watu walijitolea hali na mali, walijitolea kunako dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu anakuja kundi la ujinga sana, Mwenyezi Mungu awateremshie laana. Wanakuambia kwamba hawa wanafaa laana, kwamba Abubakar na Umar sijui na mke wa Mtume na kadhalika, hawa watu ni watu wa motoni. Watu ambao waja Allah tabaraka wa Ta'ala hawakuwahi kutaka kuchezewa dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, pepo haitopatikana hivi hivi kirahisi. Ni lazima tuichokee dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kunako dini lazima tutoe faranga, tujitolee. Basi umekosa faranga, angalau basi fikra. Tuache kwenye vigenge bana, ama shekhi wanakulaga pesa yetu bana. Njoo kwenye vikao, labda kuna kundi ambalo linaendeleza msikiti, kaa nao bana, inataka kujua what is going on here. Kitu gani kinaendelea hapa? Tunakwama wapi kijamii? Nani ashaga kuja akawafuata washehe au akawafuata walimu wa dini? Kwa nini tunakwama kwenye jamii yetu? Nani? Mtu ameshiba chakula chake nyumbani, wale mashehe wanakulaga hela msikitini. Wewe mbele ya Mungu tutasimama na nyie, tutasimama na nyie. Una mchango gani kunako Uislamu? Una mchango gani kunako dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala?
Kitu gani umeshakitoa wewe ili watoto leo tuko tunazaa watoto hapa, kesho kutwa unakufa, tunazika, unaacha mtoto hapa. Ulimuonesha athari gani? Ulimuonesha nini? Kitu gani ulimuonesha? Basi abaki anasema mzee alikuwa au mama alikuwa ni Muislamu, acha mimi niendeleze harakati za Uislamu. Unajua watu kitu kitachoendelea, Mwenyezi Mungu anatusimulia kisa cha mzee mmoja ndani ya Qur'ani tukufu. Muda unatupeleka, lakini tutakibanabana mpaka tutakavyokielezea kwa ufupi. Kitakuwa ni mazingatio kwangu mimi na wewe. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa li lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu fayafawzu mustaghfirin. Astaghfirullah li alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ashukuriwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ziada na rehma na amani ziwe juu lake mtume wetu Muhammad, yeye na alize na sahabaze na Waislamu wote kwa jumla mpaka siku ya malipo mazuri. Tunaomba Allah tuweke katika kundi hilo. Ndugu zangu katika imani, alikuwa baba mmoja, alikuwa ni tajiri kunako maisha yake. Alikuwa ni tajiri ambaye anayemiliki mashamba au shamba likubwa kwenye kijiji chake. Huyo alitajwa ndani ya Qur'ani, waja Allah tabaraka wa taala. Akajalia wakawa na watoto, laiza ni 3 au 4 au 5, lakini kundi la watoto kama hii Qur'ani inaelezea. Ili kundi la watoto mzee akawazoeza kunako maisha yake. Yeye alikuwa na shamba mzee, kwamba anapovuna mzee mavuno ya shamba lake anagawa sehemu 3. Subhanallah. Ndio utakuja kuona maisha sisi maisha ya ovyo sana. Tunaishi maisha ya ovyo sana. Kwa sababu gani? Tumeyatupa maisha ya wema waliotutangulia. Wallahi ndugu zangu Waislamu, ukitaka usalimishe Uislamu wako na maisha yako, piga picha au kopie maisha ya wale waliotutangulia katika imani, khalas utakuwa umefaulu. Lakini ukitaka manyanga, basi ishi maisha unayoyataka wewe. Mzee alikuwa akiwazoeza watoto wake kwamba mimi ninapovuna ninagawa mafungo 3 kunako mavuno yangu ambayo nilivuna. Kundi la kwanza, basi naweka akiba ya mavuno yale ambayo yatanisaidia tena kulima au kutega ili niweze tena kufanya nini? Shamba liendelee. Kundi la pili, fungo la pili ni fungo ambalo linakwenda wapi? Nyumbani kwangu, niwalishilize watu wangu. Na kundi la tatu nawaita miskina, wale ambao watu hali zao ziko hoya hoi, au watu ambao hawajiwezi, na wapa. Watoto wamegrow up au wamekuwa, wanakutana mzee anaishi hayo maisha. Sasa mzee umri umekwenda, mzee kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, amekwenda kuzika. Baada tumemaliza kumzika mzee, kinachofuatia ni nini? Haya makundi, kundi la mwisho inabidi tulitoe au tulidelete kunako mahesabu yetu, kwa sababu hatupati. Wakawa wakivuna wanaambizana kwa uficho kwamba tuende polepole au tuende kimya kimya tuweze kuvuna mavuno yetu, tuyagawe kwa katika kundi mbili. Kundi la kujiendeleza sisi na kundi ambalo litakuja nyumbani kwetu tugawe. Hawa watu 3 tunawatoa. Allah anatuelezea aliliangamiza lile shamba, akaliunguza au akalitumia upepo, majani yakakauka, mazao yakawa hayafanya nini? Hayazai. Kuna nini? Kuna mazingatio. Kuzuia kheri, kuzuia sadaka, kuzuia mafanikio au kuzuia kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tutoe kwa sababu haya ambayo tunayatoa ni akiba yetu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yatakwenda kutusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Licha hivyo itakuwa ni nini? Itakuwa ni majanga, na mbele ya Allah tabaraka wa taala tutalia na hakuna atakayetubembeleza. Ibada Allah, sawa na muda unatupeleka, tugusie nukta ya mwisho ambayo ni nukta ya pili, ambayo ni jambo ambalo usiliachi kunako maisha yako. Ukweli. Waislamu tumekuwa waongo kila siku. Waislamu tumeutupa ukweli, na ukweli ni sifa ambayo ni sifa ya waumini. Ukweli. Kwa nini hatuko wa kweli? Kwa nini Muislamu ndo amegeuka ni mtu muongo tu sana?
Kwa nini? Watu ndani ya ndoa zetu hatuko wa kweli, vizazi vyetu hatuko wa kweli, jamii zetu hatuko wa kweli. Vipi tutaipata nusra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati hatuko wa kweli? Vipi? Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, enyi mliamini. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, enyi mliamini, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqina. Mwenyezi Mungu anasema baada ya yeye kumwokopa yeye, kuweni pamoja na wakweli, au kuweni pamoja na wasemao kweli. Leo tumeukimbia ukweli, na ndio sifa ya muumini, ndio sifa ya Muislamu wa kweli kunako maisha yetu. Atakapokuwekesha mtu amana yake, kuwa mkweli. Utakapopewa majukumu ya jamii yako, kuwa mkweli. Kunako familia yako, kunako mke wako, kuwa mkweli. Sema kweli. Na kila siku uongo, waja wa Allah tabaraka wa taala haunaga sifa ya kuuzika ukweli. Kila siku, ndio maana ulisikia Waswahili wanasema njia ya muongo ni fupi. Njia ya muongo ni fupi. Kwa hiyo tujitambulishe ukweli kunako kila kitu ambacho tutachokifanya, itakuwa ni vizuri zaidi tukiwa wa kweli. Ndugu katika imani, hata kunako jamii zetu kuna kakundi kanataka kuja kunako jamii zetu kakuwadanganya Waislamu. Na hapa natoa ujumbe, ndugu yangu Muislamu, usiwe mtu ambaye mwenye kuyasikia maneno ya mashekhe wenu kunako kunako ikhtilafu za mashekhe wenu, zinyime masikio. Asije mtu akakwambia fulani ni mbaya bana, wewe ule mwalimu wetu Abdul Karim ni mtu mbaya. Njoo niite, bana, nimesikia sifa zako ni hivi na hivi bana. Ni kweli? Msipelekeshwe tu kama mapunda. Kuweni wa kweli, waiteni mashekhe wenu. Kama wewe ni mkweli, kwa nini usimuite Sheikh Abdul Hamid ukakaa naye bana, mkamaliza sisi anatuhusu nini? Ikhtilafu za wanadini wenu msiziingie ndanimo, bali ikhtilafu za wanadini wenu wasukume kwa wanadini wa malizani. Wanadini tuna mengi sana ambayo labda yangekunusuruni nyinyi. Huenda labda ni masala ya dini inapelekwa vibaya, tunazozana kwa ajili labda sheria za Mwenyezi Mungu hazipelekeshwi vizuri, sheria ya dini haisimamishwi vizuri. Wewe unaenda unachapikwa maneno ili mchukie shekhe wako, au mchukie labda mwalimu wako, shekhe yoyote yule atakaye kuletea maneno kuhusiana na shekhe fulani, wewe mwambie hayo mambo ya mashekhe mimi amenizidi upeo, nenda nyewe mashekhe mmalizane huko. Uwe mkweli. Nao mashekhe ikiwa kwamba ni wa kweli, watakaa na mashekhe wenzao, wakae naye chini, bwana tunaikhtilafiana nini? Ni jambo la dini, sawa, Qur'ani inasema vipi? Watazozana, lakini wakizozana, mwisho wa kuzozana watarejesha jambo wapi? Kwa Mungu na mtume. Kwa hiyo haina haja nyie myaingie magomvi ya wanadini wenu, haina haja. Waache kuwapotezeni, waache kuwasumbueni, waache kuwapeleka kwenye njia ambayo sio nzuri. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, falau sadaqullahu lakana khairul lahum, ikiwa kwamba watakuwa ni kweli ingelikuwa ni khairi kwao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, maneno haya tuyaishie hapa, na khutba hii nufaishe mimi mzungumzaji na wewe ambaye uliyenisikiliza. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie maneno haya tuweze kuyaweka kwenye matendo. Tunamsalia mtume, amri ya Mwenyezi Mungu tukisema, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر
اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.